Karibu Elimu kwa Jamii. Video iliyopita tuliongelea kuhusu namna gani ya kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Katika video hii tunaenda kuongelea sasa ni njia gani ambazo unaweza kuzitumia ili kutatua matumizi mabaya ya fedha. Kama wewe ni mtumiaji wa fedha vibaya, au hujui namna gani ya kumeneji fedha zako unavyozipata, unazitumia tu bila kitu cha muhimu kufanyia, unaona zinaisha. Sasa hizi ni njia ambazo wewe zinaweza zikakusaidia wewe kutatua matumizi hayo mabaya ambayo unashindwa namna gani ya kuepuka. Sasa leo hii katika video hii utaenda kujua sasa namna gani ya kutumia matumizi mazuri ya fedha, ambapo kuepuka sasa hizo njia au kuepuka hizo hatua ambazo unaweza kutatua ili kutumia pesa zako vizuri. Cha kwanza ni kutunga au kupanga bajeti ya kila mwezi na uifuate. Unapoipanga bajeti ya kila mwezi, labda mwezi huu katika mahitaji yako utanunua 1, 2, 3, hii inaweza ikakusaidia wewe kutatua matatizo mabaya ya fedha, kwa sababu usipokuwa na bajeti angalau ya kila mwezi, ya kila siku, labda unaangalau bajeti yako, angalau bajeti yako ikulimiti kwamba katika kila mwezi utatumia shilingi 10,000 na utumie shilingi 10,000, usitumie zaidi ya shilingi 10,000. Hii inaweza kukusaidia, na unapoipanga bajeti hakikisha unaifuata. Hii ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe kuepuka matumizi mabaya ya fedha au kutatua matumizi mabaya ya fedha. Hatua nyingine ni kutumia daftari au unaweza kutumia application kufuata matumizi yako. Sasa unaweza kutumia labda hiyo bajeti unaipanga wapi? Either unaweza kuipanga kwenye simu yako au kwenye daftari, kuangalia sehemu yako, kuona ratiba yako ya mwezi huu kutoka mwezi Januari, Februari, Machi na kuendelea. Hakikisha unaiandika, si kupanga tu bajeti kwa kichwa, hapana. Unapopanga bajeti hakikisha imeandikwa written, hakikisha hiyo imeandikwa bajeti yako kwamba katika mwezi huu mimi nitatumia shilingi 10,000, na hakikisha katika mwezi huo unatumia shilingi 10,000. Hii inaweza ikakusaidia, au unaweza kutumia application ambayo inaweza kukusaidia kutatua matumizi mabaya ya fedha. Kama ni mtumiaji mbaya wa fedha, kwa ukitumia njia hii inaweza kukusaidia wewe kufikia malengo yako. Hatua nyingine ni kuzungumza na washauri wa kifedha kama ni lazima sana. Hii ni kama lazima sana. Ukiona sana utumie, kwa unaweza kumtafuta ukazungumza na mshauri wa kifedha akakusaidia. Kama ni lazima sana hii, ukiona unapanga bajeti mambo yaendi au hujui namna gani ya kupanga bajeti, kwa hiyo inaweza ikakusaidia wewe kama wewe kwamba kutatua yale matatizo mabaya ya fedha. Inaweza kukusaidia, au unaweza kuongea na mtu ambaye unajua amebobea katika masuala ya fedha akakusaidia kupangia bajeti na ratiba, inaweza kukusaidia zaidi. Hatua nyingine ambayo inaweza kukusaidia kutatua kutatua matumizi mabaya ya fedha, tunaongelea ni kuepuka kulinganisha maisha yako na watu wengine. Hii inawakumba watu wengi kwamba ukiona mwenzako anapanda daladala kila siku na wewe unajua kabisa hauna uwezo huo wa kupanda daladala kila siku, ukiforce kupanda daladala kila siku na haipo kwenye bajeti yako, hii inaweza ukawa unatumia pesa vibaya. Kwa hiyo hii ni njia kwamba epuka kujilinganisha na watu wengine au maisha yako na watu wengine. Hii inaweza kukusaidia kuepuka kutatua matumizi mabaya ya kifedha. Njia nyingine ambayo unaweza kuitumia ni kujiwekea malengo ya kifedha ya muda mfupi na muda mrefu. Hakikisha sasa unapopanga bajeti yako unajiwekea kwamba katika hii umejiwekea akiba, hii ni matumizi kwa ajili ya usafiri, hii ni kwa ajili ya chakula, hii ni kwa ajili ya dharura, hii ni kwa ajili ya akiba. Kwamba unapoipanga bajeti yako unajiwekea malengo kwamba ya muda fulani, labda hii hela ya dharura ni kwa ajili ya mambo mbalimbali, labda inaweza katokea ugonjwa na nini, unaweza ukamanage. Lakini akiba hii ni kwa ajili labda kwa baadaye unatarajia kufanya nini. Kwa unapojiwekea malengo ya muda mfupi na muda mrefu, hii inaweza kukusaidia wewe kutatua matumizi mabaya ya fedha.
Kwa hiyo usikose video inayofuata, tutaongelea kuhusu namna ya kuwa na nidhamu ya fedha. Sasa lazima uwe na nidhamu ya fedha. Uweze kupanga bajeti bila kuepuka matumizi mabaya, lakini sasa nidhamu gani unaweza ukaitumia ili ya kifedha, kwa sababu fedha inahitaji mtu mwenye nidhamu. Fedha haiwezi ikamwendea kila mtu. Sasa hiyo video usikose, tutaongelea namna gani ya kuwa na nidhamu ya fedha. Usisahau pia kushare, kulike na kusubscribe.